Ndugu wanahabari, kwanza awali ya yote niwashukuru kwa kufika ili tuweze kuzungumza, na ujumbe wangu kwenu leo ni kuhusu, au ujumbe kwa Watanzania ni kuhusu swala la maridhiano na umuhimu wa maridhiano katika taifa letu ili kuponya nchi yetu. Kama mnakumbuka kwamba tume ya Jaji Chande, moja ya mapendekezo yake ilikuwa ni kwamba taifa ili liweze kuponywa ni lazima tuzungumze, tupate maridhiano ya kitaifa na mwisho tupate mwafaka wa kitaifa, ambao baada ya mazungumzo, maridhiano na mwafaka wa kitaifa, basi tutakwenda kwenye katiba mpya ambayo itakuwa suluhu la matatizo mengi ambayo yameainishwa katika ripoti hiyo ya Jaji Chande. Sasa baada ya ripoti ile, mawazo yamekuwa mengi, wadau wamekuwa na mawazo mengi, kila ukundi, kwa mfano vyama vya siasa, taasisi za kidini, asasi za kiraia, wanaharakati na nini, wamekuwa na mawazo tofauti tofauti. Kwa mfano kwa chama cha Chadema, msimamo wao ni kwamba hawawezi kuzungumza kama mwenyekiti wao Bwana Tundu Lissu hayupo uraiani. Na hata Tundu Lissu mwenyewe wakati amekutana na Chakwera na baadaye amekutana na wakili wake Paul Kisabo, alisema kwamba yuko tayari kwa mazungumzo akiwa huru. Hasa nini wito wangu kwa viongozi wa Chadema, chama Chadema na wadau wengine? Mtakumbuka kwamba wakati moja Freeman Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema alipokuwa yupo mahabusu na anashtakiwa na kosa la ugaidi, Chadema ilifanya juhudi zote za kidiplomasia za kuweza kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan kupitia kwa makamu mwenyekiti bara wakati huo Bwana Tundu Lissu aliyekuwa Ubelgiji. Kikao chao hao watu wawili kama viongozi walikutana, na moja ya ajenda ambao walizungumza ilikuwa ni kuhusu swala la aliyekuwa mwenyekiti wakati huo Freeman Mbowe. Tuliona kwamba baada ya mazungumzo yale kulitokea matunda ambayo yalitokea, mambo yalimalizika kwa njia ya kidiplomasia. Kwa hiyo hata sasa wito wangu kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, viongozi wake, na kwa sasa naye kaimu nafasi ya mwenyekiti ni Bwana John Wegesa Heche pamoja na katibu mkuu Mnyika na makamu mwenyekiti Zanzibar. Hao ndio viongozi wakuu waliopo. Hata sasa ninatambua na ninaamini kwamba njia ya kidiplomasia ina uwezo mkubwa sana kufungua njia kwa swala la mwenyekiti Tundu Lissu, kuliko njia ambayo tunaweza tukadhani njia ya nguvu, mabavu, matamko makali, misimamo mikali. Kwa nitoe wito tu na rai na maombi kwamba Bwana John Heche na viongozi wenzake wa chama cha Chadema wana uwezo na wana nafasi bado, na tunaamini bado nafasi ipo ya njia ya kidiplomasia ya kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan kuzungumza ili kuweza kuona namna gani swala la mwenyekiti Lissu linatatulika ili Lissu hawe huru na mambo mengine ya mazungumzo, maridhiano, mwafaka wa kitaifa uweze kufanyika, kwa sababu tunaamini kwamba mazungumzo na maridhiano ya kitaifa hayapaswi kumwacha mtu yeyote nje. Na Tundu Lissu ni mwenyekiti wa Chadema taifa, ana watu wengi, chama chake ni chama kikubwa, ana watu wengi ndani ya chama na ana watu wengi nje ya chama. Kwa hiyo ni muhimu aweze kuwa huru ili mambo hayo yaende. Lakini swala la muhimu ni kwamba ili tuponye nchi, kila mtu kila kundi au kila mtu au kila taasisi lazima watu waweze kujishusha, kuweza kushusha pressure ili tuweze kuzungumzia ufumbuzi wa matatizo. Na mimi hapa ninaamini kwamba hawa ni viongozi, serikali ni viongozi, chama cha Chadema kina viongozi, vyama vingine vina viongozi, taasisi zingine, na kama viongozi lazima tuanze kuangalia kwamba wakati wa matatizo ndimi zetu, misimamo yetu inakuwaje. Unaweza ukawa na msimamo mkali sana, lakini msimamo mikali haijawahi kusaidia kuleta ufumbuzi. Lakini swala la kidiplomasia na kwa unyenyekevu wa pande zote, pande zinazosigana zina uwezo wa kumaliza
msuguano, kwa sababu kuna watu wamekuwa wakieneza maneno kwamba kuna watu wananufaika na uwepo wa mwenyekiti Tundu Lissu ndani, kwamba kuna watu wananufaika. Sasa ili kuondoa masuala kama hayo ya rumors hizo na propaganda hizo, ni vyema viongozi wetu wa Chadema wakiongozwa sasa na makamu mwenyekiti bara John Heche kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanamuengage Rais Samia Suluhu Hassan ili kuweza kumaliza swala hili la Tundu Lissu kidiplomasia. Kwa hiyo mimi hayo ndo maoni yangu, kwamba swala hili ninaamini kwamba kama ambavyo mambo mengine, swala la Mbowe lilimalizwa kidiplomasia kwa watu kukutana kwa wakati huo, hata sasa hatujachelewa, na hata sasa bado hatujafika mahali katika taifa hili kwamba hatuwezi kuzungumza. Bado nina imani kwamba taifa hili tuna uwezo bado wa kuzungumza, tena tuna uwezo wa kuzungumza wenyewe hata pasipo mtu kutoka nje kuweza kufanya nini, kutukutanisha kuzungumza, kwa sababu hatujafika mahali ambapo nchi hii haikaliki. Bado hatujafika huko. Kwa hiyo kungali bado tuna mwanga mkubwa. Hebu tuutumie mwanga huo, tutumie kila njia ambayo tunaweza ili kuweza kufikia muafaka, kwa sababu mimi kwangu ninaona kwamba pamoja na matatizo ambayo tunapita katika taifa hili, lakini bado Rais Samia Suluhu Hassan ni fursa ya kuweza kutatua matatizo haya. Bado Samia Suluhu Hassan bado ni fursa ya kuweza kufanya kwamba makundi yote yaweze kuzungumza. Kwa ni wito wangu, ndio ujumbe wangu huo kwa leo, kwamba hebu kila upande uweze kujishusha, njia za kidiplomasia zifuatwe katika kumaliza mkwamo na msuguano tulionao nchini na Lissu, kwa sababu kesi iko mahakamani na kila mmoja anajua taratibu za kimahakama, na hata sisi tunapotoa maoni yetu kwamba jambo hili limalizwe nje ya mfumo wa mahakama, sio kwamba tunaingilia uhuru wa mahakama. Tunatambua kila moja, hata viongozi wa Chadema wanaosema kwamba kesi ifutwe wanafahamu kwamba kesi iko mahakamani na taratibu za mahakama zinajulikana, lakini kwa sababu tunataka kuponya taifa, ndio maana tuna suggest au tunapendekeza njia za kidiplomasia zitumike kuweza kumaliza swala la Lissu nje ya mahakama, na itamalizika. Tunaamini kwamba viongozi wetu, hatuna watu ambao hawezi kusikiliza, ila viongozi wakikutana, wakateta, wakazungumza, ufumbuzi unapatikana.